akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori hata Pethori ulio kando ya mto mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumwita akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri, tazama, wanaofunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Basi njoo wewe na kusii, unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona wana Israeli hawana habari, hawajui kinachoendelea, lakini watu huku tayari wameshapatwa na hofu. Kwa hiyo huyu Balaki mfalme wa Moabu akatafuta namna ya kutetea watu wake. Akagundua hawa watu wa Mungu wana nguvu kuliko mimi. Kwanza wameshaogopa kabla hawajafika. Wameshasikia habari zao. Wameshasikia hawa watu waombaji, hatuwezi kukabiliana nao. Hao watu ni waombaji. Wameshasikia hao watu mambo yao, huwezi kupambana nao. Wameshasikia. Alafu tayari wafika na kuona kabisa wakiingia kwenye nchi yetu ni kama ng'ombe anavyolamba majani, ndivyo na sisi watakavyolamba. Kwa hiyo huyu mtu akaamua atafute maarifa ya namna ya kujilinda na kuwazoofisha watu wa Mungu. Sasa akaona hapa hamna namna nyingine, maana kama ni kisilaha siwawezi, kama ni kivita siwawezi, maana mataifa waliopambana nayo yana nguvu kuliko mimi. Nifanye nini sasa? Bwana Yesu asifiwe. Akamwendea mtu mmoja ambaye alikuwa anaishi kwenye ulimwengu wa roho. Unajua watu wamebobea kwenye ulimwengu wa roho. Wewe unaweza ukabobea kwenye ulimwengu wa roho wa Mungu ukafanya mambo mpaka watu wakashangaa, lakini kuna watu wamebobea kwenye ulimwengu wa roho wa kishetani, wanafanya mambo mpaka yanashangaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu mfalme akawa amegundua kuna mtu mmoja amebobea kwenye ulimwengu wa roho. Huyu jamaa bwana alikuwa amebobea, alikuwa na uwezo wa kumlaani mtu. Akaenda bwana kwa bwana Ferguson. Huyu bwana Ferguson ana nguvu sana, ana uwezo sana. Sasa mimi kama napambana na bwana Ferguson, ninaenda kwa huyu jamaa aliyekuwa amebobea kwenye ulimwengu wa roho, ninamwambia bwana, ninaomba nilaanie huyu mtu. Kwa hiyo akilaaniwa bwana Ferguson, laana ile na inampata. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kule Usukumani tumekuwa tukisikia historia moja, ingawa mimi mtu huyu sikumuona, lakini kuna watu baadhi ambao walikuwa wanaishi maisha fulani hivi, halafu mnaambiwa huyo alilaaniwa na fulani. Sasa lile jamaa lilikuwa na uwezo wa kumlaani, likiamua kukulani uwe kichaa na unakuwa kichaa kweli. Linatamka tu maneno uwe kichaa na ukawa kichaa. Kwa hiyo kuna watu wengi walipita kwenye laana ya lile jamaa. Sasa kule Usukumani ukiwa na mambo ya ovyo ovyo, unaambiwa wewe, yani kwa lugha ya kwetu sasa, ozungwa na kasasala, yani amelaaniwa na kasasala. Sasa kuna watu wengine ambao walikuwa na maisha tumewakuta tukakuwa wana maisha ni kama nusu vicha, yani hawaeleweki mpaka wako wamebatizwa jina la lile jamaa, wanaitwa kasasala na likapita. Sasa wakati mimi nakuwa tukiwa shuleni, alafu watoto wakimuona wanafurahia kweli kumuita lile jina. Sasa yule bwana akiitwa hilo jina anakuwa mbogo. Akikukamata
au akawa karibu na mawe. Sasa watoto wakawa wanapenda pamoja na kupondwa, lakini wakimwona tu wataenda naye mpaka kijiji cha pili, na akifika kijiji cha pili atapokelewa na watoto wa huko. Kwa hiyo yakawa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu yanakuwa maisha yake, yaani watoto wanafurahia kumuita lile jina, pamoja na kuwakimbiza, lakini wanakimbia, wengine wanaumia, lakini akitoka tu mpaka watamwachia kijiji kingine kwa kumuita ile jina. Sasa huyu Baraki akawa anajua kuna jamaa fulani la kiroho lenyewe likitamka maneno na yale maneno yanakuwa. Maandiko yanatuambia, au hadithi hii inatuambia, yule bwana kwa sababu alikuwa ni mfalme, alikuwa ni rais, alikuwa na uwezo wa kutuma watu wote kwenda kumwambia yule bwana, mfalme anakuhitaji, ana shida na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata wewe hapa wakiagizwa watu na rais wetu Samia kukuijia mahali hapa, rais anakuhitaji, nafikiri huwezi kukataa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu bwana akajua kwenye kwenye kijiji fulani kuna mtu mmoja anaitwa Balaam. Huyu jamaa ana uwezo wa kuwazoofisha watu kwa laana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akatuma wajumbe. Endelea kusoma. Anasema, labda nitawaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu. Huyu jamaa aliita kwanza wazee wa mji ili kushauriana nao juu ya kukabiliana na jeshi la watu wa Mungu wanaokuja. Lakini akawapa ushauri kwamba labda tukienda kwa huyu jamaa ambaye amebobea kiroho, tunaweza labda tukawazoofisha na tukawapiga hao watu, kwa sababu kwa kupitia huyu jamaa. Endelea. Anasema, kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie hubarikiwa. Mimi ninajua na huwa ninasikia huyu jamaa akitamka neno ya kwamba Messi ubarikiwe, huyu Messi anabarikiwa. Na yeye umlaanie hulaaniwa. Lakini akitamka Messi ulaaniwe, Messi analaaniwa. Huyu jamaa alikuwa anajua, hili jamaa limebobea kwenye ulimwengu wa roho. Wazee wa Moabu na wazee wa Midiani wakaenda wakichukua ujira wa uganga mikononi mwao. Halafu hao watu sasa wakaamua sasa kwenda wakachukua, kwa sababu walikuwa ni wazee wameitwa, ina maana walikuwa wamekamilika nyenzo zote. Lakini pamoja walikuwa na uganga na uchawi, lakini walikuwa kwa watu wa Mungu walikuwa wametosha. Wakaamua sasa watafute majitu ambayo yamekomaa zaidi kiroho ili yawasaidie. Hao wazee walikuwa tayari wameshachukua uganga, wamechukua nyenzo zote kukabiliana na watu wa Mungu. Watu wa Mungu hawana habari, wamepiga kambi kwenye nchi ya tambalale, wanastarehe kusubiri wingu la Mungu lianze kutembea, waendelee na safari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika safari yako unayoishi, unaweza ukawa unasafiri, umestarehe, umepiga, lakini adui huku haujui anafanya nini. Ndio maana nikasema somo linasema kwamba maisha matakatifu yatakufanya wewe Mungu akupiganie pasipo kujua wewe. Unajikuta unavuka kwenye hatua fulani, kumbe Mungu amepigana wewe kujua. Adui amekupangia mabaya zaidi, lakini Mungu anakupigania, unajikuta unavuka. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu hawana habari, wamepiga kambi kwenye nchi tambalale, kwenye nchi nzuri. Wakaona hapa kwenye nchi tambalale panafaa kuweka maisha, lakini adui anatengeneza namna ya kuwazoofisha na kuleta uharibifu.
Bwana Yesu asifiwe. Tunapopita kwenye nchi tambalale au kwenye maisha ambayo unaona kuna utambalale, jua kwamba adui anakupangia mambo. Lakini maisha ya kumcha Mungu matakatifu yatakufanya safari yako iendelee mbele bila wewe kujua. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kusoma. Wakamfikiria Balaamu wakamwambia. Hao wajumbe au hao wazee walipotumwa kwa huyu mtu aliyekuwa na uwezo wa kiroho pamoja na uganga waliofanya, lakini wakaamini tukifika kwa huyu jamaa mambo yameisha. Wakamfikiria huyu jamaa wa kiroho wakamwambia nini? Wakamwambia maneno ya Balaki. Wakamwambia maneno ya mfalme wao ambaye alikuwa amemtuma. Akawaambia, kaeni hapa usiku huu, nami nitawaletea jawabu kama Bwana alivyoniambia. Huyu jamaa alikuwa anafanya, lakini akawaambia sasa kaeni hapa ili na mimi niingie katika ulimwengu wa roho afu niwaletee jawabu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wameenda wakiwa wamekamilika, wamefanya na uganga ili huyu akatuambie mambo mazuri, wamefanya na uchawi. Kwa hiyo walichukua vitu vyote vinavyohusu uganga, uchawi tu, wanajua kabisa huyu mtu basi anaenda kutukamilishia tu ili ushindi uwe mbele yetu. Hili jitu likawaambia sasa nyie kaeni hapa. Kaeni hapa ili Mungu atakachoniambia halafu mimi nitawaletea jibu. Endelea kusoma. Anasema kwamba Mungu akamjia Balaamu akasema, ni watu gani hao ulionao pamoja nawe? Wakati ule anasubiri jibu huyu jamaa, Mungu akajitokeza kwa huyu jamaa wa kiroho. Halafu akamuuliza swali, hapo ulipo hao watu ulio nao ni watu gani? Balaamu akamwambia Mungu, Balaki mwana wa Sipori mfalme wa Moabu amewatuma kwangu akisema. Hawa watu walioko hapa waliolala hapa kwangu wametumwa na mfalme. Wamekuja na maneno yanayosema tazama, kuna watu waliotoka Misri wanaofunika uso wa nchi. Basi njoo. Kuna watu wametoka Misri wanaofunika uso wa nchi. Kuna watu wameokoka wanaofunika uso wa nchi. Kuna watu wana Mungu wanaofunika uso wa nchi. Lakini wamekuja kwangu na ujumbe, wanasema kwamba endelea kusoma. Basi njoo unilaanie watu hawa. Wamekuja kwangu hao wazee kama unavyoona wako kwangu, lakini ujumbe waliokuja nao wanahitaji hawa watu ni walani. Labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza. Ukiwalani wewe, kwa sababu mimi nakujua wewe, ukitoaga laana huyu mtu anazoofika. Anakuwa hawezi tena, kwa sababu ukiwalani wewe, mimi naweza hawa nikapigana nao halafu na kuwashinda. Mungu akamwambia Balaamu. Mungu anaanza kuwapigania watu wa Mungu sasa bila wao kujua. Wao wako kwenye nchi tambalale, wanastarehe, hawajui kinachoendelea, lakini Mungu anaanza kuwapigania. Mungu akamwambia Balaamu, akamwambia nini? Usiende pamoja nao wala usiwalaani watu hawa, maana wamebarikiwa. Hawa watu usiende na hao watu ambao wamelala kwako, umewaambia wasubiri jibu. Usiende nao. Halafu wala usijaribu kuwalaani hao watu, maana hao watu wamebarikiwa. Kwa hiyo ukitoa laana kwa watu waliobarikiwa, wako vizuri na Mungu, usijaribu
kutoa laana. Mstari wa 13 unasema, wa 13, Balaamu akaondoka asubuhi akawaambia wakuu wa Balaki. Huyu mtu alikesha na hangaika, kwa sababu unajua huyu mtu sio kwamba alikuwa analala kule, alikuwa anapata faida. Huyu mtu alikuwa anapata faida kupitia hayo maneno aliyokuwa anayatamka. Usifikiri kwamba alikuwa ni bure. Alikuwa anapata faida. Na huyu Balaamu na huyu Balaki alikuwa tayari kumpa chochote anachokitaka, lakini ili mradi tu awalani watu wa Mungu. Alikuwa tayari kutoa sadaka yoyote. Ndio uone jinsi adui wanavyokupigania kwenye maisha yako na kukutolea gharama. Lakini kuna mambo mengine unapita, unaweza kufikiri ni kwa akili yako, kumbe Mungu kakupigania tu bila wewe hata kujua. Maisha yako yamekufanya Mungu akupiganie. Maisha yako yamekufanya Mungu apigane na vita vyako bila wewe kujua unavuka. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu walikuwa wanastarehe, walipofika upande ule wakaona nchi tambalale, wakaketi kustarehe, wakapumzika. Lakini adui wao walipokuwa wamepumzika, adui ndipo anapanga mashambulizi. Bwana Yesu asifiwe. Katika safari yako unapoona umestarehe, angalia maisha yako sawa na Mungu? Yako sawa? Kama hayako sawa, tarajia kwenye kustarehe kwako ukatoka na uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kusoma. Enendeni zenu hata nchi yenu. Huyu jamaa akaamua kuwafukuza, ametokewa na Mungu. Akaambia, nyie, mimi bana hiyo kazi siwezi. Kamwambieni mfalme wenu hiyo kazi siwezi, maana sasa aliyenitokea kunipa habari ana nguvu kuliko mimi, na huyo ndio ametoa habari. Mimi siwezi, kazi yenu imenishinda. Hata kama mmekuja na sadaka za kutosha, lakini kazi yenu imenishinda. Pamoja na kwamba mmekuja na uganga na uchawi ili kunishawishi, kazi yenu imenishinda. Ondokeni. Usiku kucha nimehangaika, lakini jibu nililonalo asubuhi ya leo, ondokeni, siwezi. Kwa maana Bwana amekataa kunipa ruhusa niende pamoja nanyi. Wakuu wakaondoka wakaenda kwa Balaki. Wakasema, Balaamu amekataa kuja pamoja nasi. Balaamu amekataa kuja pamoja nasi. Basi Balaki akatuma wakuu mara ya pili, wengi zaidi. Huyu mfalme au rais wa ile nchi akaamua atume watu wakuu. Ina maana hapa alikuwa ametuma wazee wa mji, akajua kwamba hao ni wenye heshima. Akiwaona hao wazee, huyu jamaa atakubali, atakuja. Ikashindikana. Sasa akaamua atume wakuu wa nchi. Yawezekana kama nisamehe, sasa akaamua kumwambia Majaliwa achie kiti na wengine wanaomfuatia Majaliwa waende kwa hili jamaa la kiroho ili kunusuru nchi. Bwana Yesu asifiwe. Akaamua sasa kutuma wakuu waende. Wenye cheo wakubwa kuliko wale wa kwanza. Hao umetumwa ni wenye cheo wakubwa kuliko wale wa kwanza. Wakamfikiria Balaamu, wakamfikiria huyu mtu wa kiroho. Wakamwambia, Balaki mwana wa Sipori asema hivi, na kusii neno lolote lisikuzuie usinijie, maana nitakufanyizia heshima nyingi sana, na neno lolote utakalo niomba nitalitenda. Huyu jamaa anaambiwa kwamba, yani kwanza ukija kwangu
nitakufanyizia heshima ambayo tangu uzaliwe, tangu ulaani watu hujawahi kuipata. Unasemaje kama ungekuwa ni wewe? Tangu uanze kuwalaani watu, hiyo heshima, mimi mfalme, mimi Samia, ukija kwangu nitakufanyizia heshima ambayo hujawahi kuipata. Halafu anasema basi njoo na kusihi. Hebu rudi nyuma kidogo, rudi nyuma kidogo tu. Mstari wa 17 unasema maana nitakufanyizia heshima nyingi sana. Nitakufanyizia heshima nyingi sana. Na neno lolote utakalo niomba nitalitenda. Na neno lolote utakalo niomba nitalitenda. Basi njoo na kusihi unilaanie watu hawa. Basi njoo na kusihi unilaanie watu hawa. Balaamu akajibu akawaambia watumishi wa Balaki. Balaamu akajibu akawaambia watumishi wa Balaki, hao wakuu wenye cheo waliotumwa, akasemaje? Kama Balaki angenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana. Jamaa anatoa jibu la kukatisha tamaa. Anamwambia huyo hata akinipa nyumba yake anayoishi, alafu sio tu nyumba yake iwe na godoro na makochi na nini, halafu aijaze dhahabu, halafu aijaze na fedha hiyo nyumba yake, halafu anipe, lakini sitaweza kwenda na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amepewa matumaini, takufanyia chochote. Unajua kuna mwingine, kuna mfalme mmoja alitoaga hiyo ahadi kwenye Biblia. Akasema kwamba Bwana, nikishinda huko, yoyote atakaye nilaki, huyo ni halali yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine akatoa ahadi kwamba, akamwambia mtoto wake, yani wewe omba chochote unachokitaka. Lakini huyu mtoto akaambulia mawazo ya mama yake, akaomba kichwa cha Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu mfalme alisema chochote utakachokitaka takufanyia, lakini takufanyia heshima ambayo hujawahi kuipata tangu walaani watu. Hiyo heshima mimi nitaifanya. Utakuwa ni mtu wa kuheshimiwa, unapopita unaheshimiwa, utaheshimika kwenye nchi yoyote. Mimi nitafanya, uwezo huo nao. Lakini jamaa akasema, kazi imenishinda, kwa sababu yuko mtu anayewapigania hawa watu wa Mungu. Yuko mtu mwenye nguvu kuliko mimi anayewapigania hawa watu wa Mungu. Endelea kusoma. Nitarudia, papa anasema kama Balaki angenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa neno la Bwana Mungu wangu kulipunguza au kuliongeza. Anasema siwezi kupita mpaka. Hili neno ambalo limenijiria ni la Bwana Mungu. Kwa hiyo siwezi kupita mpaka kulipunguza au kuliongeza. Kama amesema nisiende, siendi. Kama amesema niende, nitaenda. Lakini sasa hebu soma huko mbele uone Mungu anamwambia kwenda. Basi sasa nawasihi, kaeni hapa tena usiku huu, nipate kujua Bwana atakaloniambia zaidi. Hao mawaziri wameenda kwa jamaa hili la kiroho, na wenyewe wakapewa adhabu ya kupigwa baridi usiku mzima, mpaka jamaa lijue Mungu anasema nini. Kaeni hapa hapa, msiondoke mpaka nijue Mungu anasema nini. Endelea. Mungu akamjia Balaamu usiku akamwambia. Mungu na yeye hakuchelewa, usiku huo akashuka kwa Balaamu. Halafu akamwambia nini? Kwa kuwa watu hawa wamekuja kukuita, enenda pamoja nao. Kwa
kuwa watu hao wamekuja kukuita, basi nenda pamoja nao. Lakini neno lile nitakalokuambia ndilo utakalolitenda. Basi Balaamu akaondoka asubuhi. Nenda pamoja nao, lakini neno nitakalolisema mimi ndilo utakalolitenda, silo neno utakalotaka wewe kulinena. Mimi Mungu nitakalolisema ndilo utakalolitenda kwa huyo jamaa aliyekuita. Nenda nao, lakini cha kusema kwa huyu bwana nitakachokisema mimi Mungu ndicho utakachosema. Tofauti na hapo utakuwa umejichanganya. Bwana, hawa watu ni watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu kwa kutaka kumdhibitishia huyu mtu, akaona huyu jamaa ameahidiwa vitu vingi sana. Ameahidiwa heshima, ameahidiwa pia kufanya, yani kupewa chochote anachokitaka. Yawezekana tamaa ya kibinadamu ikamjaa, akafika kule akaniasi, akasema hata kama nikifa na mimi heshima nimezipata. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wanafanya mambo wanasema kwamba hata kama nikifa sawa tu, watoto wangu watafaidi. Hujawahi kusikia hiyo? Hata nikifa, yani yule ujua amejitoa sadaka, amekubali kama nikufa watoto wangu watafanyaje? Watafaidi. Lakini Mungu akaligundua ili akasema huyu jamaa mahadi aliyopewa inaweza kafika sehemu akanitelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kusoma. Basi Balaamu akaondoka asubuhi, akatandika punda wake, akaenda pamoja na wakuu wa Moabu. Huyu jamaa akaondoka asubuhi, akachukua usafiri wake ambao ulikuwa ni wa punda, alafu akaanza kusafiri na hao watu asubuhi. Hasira ya Mungu ikawaka kwa sababu alikwenda. Mungu si ndio amemruhusu? Eti jamani, Mungu si ndio alimruhusu? Sasa kwa nini tena hasira ya Bwana inawaka kwa sababu ameenda, wakati Mungu ndiye amemwambia nenda nao? Hebu tuulizane hapo kidogo, na mimi labda nipate ufahamu kidogo hapo. Jamani, si tumesoma Mungu ndiye alimruhusu aende? Haya, jamaa akaenda usafiri wake vizuri, anaanza safari. Kwa nini hasira ya Mungu inawaka alipoanza safari? Naomba jibu kanisa, na mimi nipate angalau. Unajua hapa wote tunafundishana, na mimi niko darasani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mwenyewe niko darasani, kwa hiyo nahitaji kupata kutoka kwenu. Kwa nini Mungu anakasirika na alimwambia nenda na hao watu? Mtu mmoja tu ajibu. Ni Mungu anakasirika wakati amemwambia bana nenda nao hao watu, lakini mambo nitakayokuambia mimi ndio utakayoyasema. Lakini anaandika usafiri wake, anaanza safari. Mungu anakasirika kwa sababu ameondoka na hao watu. Kwa nini? Karibu maiki jamani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hasira ya Mungu iliwaka kwa sababu alikuwa ashaiona dhamira ya huyu bwana, alikuwa na tamaa. Kwa sasa Mungu alimruhusu tu aende, lakini alikuwa ashaiona dhamira yake kwamba huyu mtu ana tamaa ya vitu alivyoahidiwa. Bwana Yesu asifiwe. Majibu mazuri. Mwingine, unajua hata darasani unajua majibu huwa yafanani. Mwingine mwenye jibu
karibu. Mungu amemruhusu nenda na hao watu, ila nitakayokuambia mimi ndio hayo utakayoyasema. Lakini anaanza safari, anaambiwa hasira ya Mungu. Mungu anakasirika, anasema mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hapa ukisoma mstari wa 13, wale wajumbe wa kwanza walipoenda, Balaki akasema subiri nisikie kama Bwana ataniambia nini, mlale hapa. Kwa hiyo usiku Mungu akaja kumwambia usiende pamoja nao, maana hao watu ni watu wangu, usiujaribu kuwalaani maana wamebarikiwa. Kwa hiyo alikatazwa. Sasa wale watu walivyoenda, zikaletwa ahadi nyingine na wakuu wengine. Huyu tayari ameshakatazwa na Bwana, lakini bado akaenda tena kwa Mungu. Akaenda tena kwa Mungu. Yule aliyesema kwamba akamrudia tena. Kwa hiyo Mungu, yani unajua mimi nasemaga Mungu wetu ni baba. Unajua hata sisi ukimwambia mtoto mara ya kwanza akarani, mara ya pili unaruhusu, lakini sio kwamba umependa king'ang'anizi. Kwa hiyo unajua kabisa kuna madhara. Kwa hiyo Mungu akamwambia nenda, ila nitakachokisema utakisema. Lakini sio kwamba Mungu aliridhia huyu ana king'ang'anizi, nimemkataza na bado amerudi tena, ngoja sasa nikamshughulikie huko. Bwana Yesu asifiwe. Labda mwingine, majibu mazuri tunakutana nayo. Mwingine karibu. Hamna mwingine? Haya, endelea kusoma kwa tumuone Mungu sasa anafanya nini kwa huyu mtu. Endelea kusoma. Mpe mic hapo. Mike. Kwa sababu bado nina siku nyingine ya wiki ijayo. Haina shida. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Jibu liko wazi pale mstari wa 15. Hii ndio sababu iliyomfanya ashindwe kuvumilia, na hii mara ya pili aende akakataa kuitii amri ya Mungu. Kwa sababu mstari wa 15 anasema, basi Baraki akatuma wakuu mara ya pili, wengi zaidi, wenye cheo, wakubwa kuliko wale wa kwanza. Waliomjia mara ya pili walikuwa ni watu wenye mamlaka ya juu sana kuliko wale wa kwanza. Yaani ni sawasawa, mara ya kwanza alikuja waziri mkuu, mara ya pili sasa akaja rais. Utapinga amri ya rais wa nchi ambayo inakutawala? Kwa hiyo hii ndio sababu iliyomfanya akakengeuka amri ya Mungu na akatii hii amri ya hawa wakuu. Sawa, alitii amri ya wakuu, lakini tunamwona huyu jamaa aliwaambia kabisa kwamba subirini, laleni hapa, pamoja na kwamba nyinyi ni wakuu, laleni hapa nikamsikilize Mungu. Hata wa vyeo vya juu, rudia kusoma msomaji. Na wenyewe waliambiwa walale. Mstari wa 19 unasema hivi. Ngoja nianzie 18. Inasema Balaamu akajibu akawaambia watumishi wa Balaki. Akawaambia hao watumishi hao wakuu kuliko wale wa kwanza, akawaambia nini? Kama Balaki angenipa nyumba yake, imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa neno la Mungu, kulipunguza au kuliongoza. Aliloniambia nisiende, siwezi kuvuka huo mpaka. Kupunguza au kuongeza nikaenda, siwezi. Basi sasa na wasi kaeni hapa tena usiku huu, na nyinyi kama wenzenu walivyokaa, kaeni hapa huu usiku wote hapa. Nipate kujua Bwana atakaloniambia zaidi. Alafu nipate kujua Bwana atakaloniambia zaidi. Mungu akamjibu
Mungu usiku huo akawa mwaminifu, akaja kumletea jibu. Akamjibu nini? Akamwambia, kwa kuwa watu hao wamekuja kukuita, nenda pamoja nao. Lakini neno lile nitakalokuambia mimi ndilo utakalolitenda. Ndio unaofuata. Basi Balaamu akaondoka asubuhi. Balaamu akatii neno la Mungu kwamba nenda nao, akaondoka asubuhi. Akatandika punda wake, akachukua usafiri wake tayari kwa kuondoka. Akaenda pamoja na wakuu wa Moabu. Hasira ya Mungu ikawaka kwa sababu hapo hasira ya Mungu ikawaka. Ndio swali nikauliza, kwa nini Mungu si ndiye amemruhusu? Halafu hasira inawaka kwa nini? Karibu mzee. Amen. Neno lakini kwenye mawasiliano, yani ukieleza maelezo ukisema lakini, maana yote unasema huko umebatilisha. Kwa Mungu akisema lakini, maana yake ni kwamba haya aliyosema huko ni kama shabatia tayari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji wangu, tuendelee mbele. Wakati tunaendelea mbele, utaendelea kujua vitu, na ikiwezekana usipoelewa leo, wiki ijayo utaelewa zaidi. Malaika wa Bwana akajiweka njiani. Wakati huyu jamaa anaenda, Mungu amekasirika, akaleta malaika wake akasimama njiani. Mungu akaleta malaika akasimama njiani ili kumpinga. Amemruhusu aende, alafu huyo Mungu akatuma malaika akasimama njiani ili kumpinga. Basi alikuwa amepanda punda wake, huyu jamaa alikuwa amepanda kwenye usafiri wake, na watumishi wake wawili walikuwa pamoja naye. Alafu alikuwa amechukua na escort, kwa sababu huyu mtu alikuwa anaaminiwa sana, akisema neno linakuwa. Kwa hiyo alikuwa na watu escort, wanamescort, anaenda nao. Na yule punda akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani. Lakini yule punda akafunguliwa macho ya kiroho, akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani, alafu huyu mtu wa kiroho haoni kinachoendelea mbele. Na upanga wake mkononi mwake amekwisha kuufuta. Alafu punda anaona malaika wa Bwana amesimama njiani, alafu ana upanga amekwisha kuufuta. Punda akageuka upande ili kuiacha njia. Punda akaona atafute maarifa ya kumfikisha bosi wake, akageuka upande kumkwepa malaika wa Mungu ili aweze kumpitisha bosi wake amfikisha anakoenda. Akaingia shambani. Akaingia kwenye shamba moja hivi. Balaamu akampiga punda ili kumrejeza njiani. Jamaa akasema, wewe inakuwaje unanipeleka kwenye mamitimiti na kwenye mamibabiba wakati kuna njia? Jamaa akampiga huyu punda ili kumrudisha kwenye njia ili asafiri vizuri kwenye barabara safi. Kisha malaika wa Bwana akasimama mahali penye bonde. Malaika wa Bwana akasema, usinichoshe. Hebu ngoja sasa nikasimame sehemu ambayo huyu punda hawezi kupanda huku wala huku, lazima pita hapo. Malaika wa Bwana akatangulia akasimama kwenye bonde. Katikati ya mashamba ya mizabibu. Katikati ya mashamba ya mizabibu. Tena penye kitalu upande huu wa kitalu upande huu. Alafu aliposimama huku kuna kitalu punda hawezi kupanda, na huku kuna kitalu punda hawezi kupanda, lazima apita pale pale. Malaika wa Bwana akasimama. Yule punda akamwona malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana akafunguliwa macho akamwona punda, lakini huyu mtu wa kiroho haoni kinachoendelea mbele. Akajisonga ukutani.
Huyu punda akaamua sasa kwamba atafute njia ya kupita kwenye ule ukuta jibanebane ili amchomoke malaika wa Bwana ampitishe bosi wake. Akamseta Balaamu mguu wake. Lakini ujue kwamba kwenye kupita kwenye ule ukuta ikabidi tajiri aenda anaburuzwa na ule usafiri kwenye ukuta. Ina maana mguu ukaanza kusetwa. Kwa hiyo akaanza kuumia. Punda anatafuta njia. Basi akampiga mara ya pili. Jamaa akaona sasa tena kwenye ukuta, umenipeleka kwenye mashamba, nimekurudisha kwenye ukuta mpaka mguu akaamua kumpiga mara ya pili. Malaika wa Bwana akaendelea mbele, akasimama mahali pembamba sana. Malaika wa Bwana akasema msinichoshe. Akatangulia mbele tena, akaenda akatafuta mahali pembamba sana, akasimama. Hapakuwa na nafasi ya kugeukia mkono wa kuume. Hapakuwa na nafasi ya punda kujibana kwenye ukuta au wapi. Anakutana naye ana kwa ana. Kugeukia mkono wa kuume wala mkono wa kushoto. Yule punda akamwona malaika wa Bwana amejilaza chini ya Balaamu, akajilaza chini ya Balaamu. Yule punda akaamua salimu amri. Hasira yake Balaamu ikawaka. Yule punda akaamua salimu amri, akaamua kulala. Akasema kama kwa namna hii mimi siendelei na safari. Bosi hapa mimi ni mwisho. Punda akalala. Yule bwana hasira ikawaka. Ikasema huyu usafiri leo ni vipi? Ikawaka hasira. Akafanyaje? Akampiga punda kwa fimbo yake. Akachukua fimbo akampiga yule punda. Bwana akakifungua kinywa cha yule punda. Akataka kumuonyesha, wewe huo unalaani watu, unajidai una uwezo. Ngoja sasa mimi nikuonyeshe matendo makuu. Ulishawahi kuona punda anaongea? Leo utasikia sauti kutoka kwa huyu punda wako anayekubebaga. Mungu akakifungua kinywa cha punda wake, alafu naye akamwambia Balaamu. Alafu punda akaanza kuongea, anamwambia bosi wake, nimekutenda nini hata ukanipiga mara 3 hizi? Nimekufanya nini bosi wangu hata mara 3 unanipiga? Balaamu akamwambia punda. Jamaa huyu kwa sababu naye alikuwa ni mtu wa kiroho. Unajua ukiwa sio mtu wa kiroho huwezi kuvumilia. Punda akaongea, si unashuka kwenye huo usafiri unaanza mbio? Au unaona ni jambo la kawaida? Punda anakubeba kila siku, hajawahi kuongea, alafu anakuongelesha. Wewe bosi una nini mpaka mara 3 unanipiga? Hujashuka kaanza mbio. Lakini huyu jamaa alikuwa anajiamini sana, alikuwa amebobea kwenye mambo ya kiroho. Anamjibu punda wake. Anamjibuje? Shapoteza. Endelea hapo hapo. Mstari wa 29 unasema, Balaamu akamwambia punda, kwa sababu umenidhihaki, lakini ningekuwa na upanga mkononi mwangu ningekuua sasa hivi. Yaani huyu jamaa zihaka alizokutana nazo aliamua kwamba yani hili gari ningeweza kulichana hata magurudumu, niliacha hapa nitembee kwa mguu. Yule bwana akasema yule punda angekuwa na upanga, siku hiyo alikuwa na fimbo tu, ila angekuwa na upanga angemchinja, mwacha huko aende kwa mguu. Bwana Yesu asifiwe. Malizia hapo. Mstari wa 30 unasema, yule punda akamwambia Balaamu. Punda akasema na Balaamu, je, mimi si punda wako, nao umenipanda maisha yako yote hata leo? Mimi sio usafiri wako maisha yote uoga na kusafirisha? Nimezoea kukutenda hayo. Ulishawahi kuona ninafanya hayo? Akasema la. Akasema hapana. Ndipo Bwana akafunua macho ya Balaamu. Ndipo Bwana akaamua, sasa wewe unajifanyaga mtu wa kiroho, ngoja leo nikufunulie uyaone mambo ya kiroho. Akafunua macho ya Balaamu. Akaona nini? Akamwona malaika wa Bwana. Akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani. Akagundua kumbe usafiri wangu ulikuwa unaona mambo makuu namna hii. Alafu akasemaje? Ana upanga mkononi mwake. Umekwisha kufutwa. Naye akainama kichwa, akaanguka kifudifudi. Sasa kumbe
punda alikuwa anamlaumu, lakini na yeye alipoyaona yale yaliyokuwa yanamfanya punda simsafirishe, maandiko yanatuambia akaanguka kifudifudi, akainama, alafu akasemaje? Malaika wa Bwana akamwambia, mbona umempiga punda wako mara 3 hizi? Mbona umempiga usafiri wako mara 3 namna hii? Tazama, mimi nimekuja ili kukupinga. Nimekuja ili kukupinga unachotaka kukifanya. Kwa sababu njia yako imepotoka mbele zangu. Kwa sababu Mungu yeye huwa anaona sirini. Aliona njia ya huyu jamaa imepotoka. Anaweza katamka, na hili jamaa lilikuwa likitamka unalaaniwa kweli, likikulani unalaaniwa. Kwa hiyo Mungu akawa ameona njia yake imepotoka. Angefika kule, angeenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anatupigania wakati mwingine bila sisi kujua. Kuna mambo yangetupata ni mabaya, lakini Mungu anatupigania. Lakini anatupigania pale maisha yetu yanapokuwa ni matakatifu na ya kumtegemea yeye. Tusimame, tutaendelea wiki ijayo. Bwana Yesu asifiwe. Baba yangu na Mungu wangu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya wakati huu na saa hii. Asante Bwana kwa ajili ya muda ambao nimesimama mbele zako. Asante kwa watoto wako ambao wamesikia maneno haya. Bwana Yesu, neema yako na nguvu yako Bwana ishuke kwetu, tutembee katika hali ya utakatifu, ili Bwana waendelee kutupigania mahali pale tunapojizani tuko kwenye nchi tambalale, tunastarehe, kumbe adui anatupangia mambo maovu. Baba, asante kwa neno hili. Endelea kuachilia mafunuo kwa watu wako hawa kupitia neno hili, namna ya kuwafundisha, maana wewe unasema unatufundisha tupate faida. Ninakushukuru Mungu, ninasema asante kwa jina la Yesu Kristo. Amen.